Bwana Ruto, Bwana Speaker, nimesikia watu wengine hapa wanaongea about ODM na waanzilishi nini. Hizo ni rubbish. William Samoei Ruto akitaka kutafuta ODM ambaye alianzisha, aende aulize Kalonzo Musyoka. ODM Kenya, hiyo ndio chama ambayo walianzisha watu wengi, si ODM. ODM mkitaka kujua mtu ambaye alianzisha, anaitwa Gitobu. Mtu ambaye alipewa pesa kauza, si maneno. Na akitaka ODM aende aulize ODM Kenya mali Kalonzo Musyoka alipeleka na kabadilisha hiyo ODM Kenya ikakuwa nini? Ikakuwa Wiper. So maneno ya kutisha Edwin Sifuna, Mr. William Samoei Ruto, tunakuambia you don't have any authority, you don't have any power kutisha Secretary General wa chama kubwa kwa Afrika mzima. Hauna hiyo nguvu. Uko na nguvu ya kuenda kutisha huyu mkosi ambaye ni Secretary General wako wa UDA. Hauna kabisa ya ODM. In fact, ODM hatukujui. Sisi tunajua wewe ni wa UDA. So usijaribu kuingilia vitu za ODM. Vitu za ODM tunaongea venye inatakikana na venye tunajisikia. Na katiba yetu ya ODM inasema hivi: Secretary General ndiye spokesperson wa chama. Kwa hivyo chochote ambaye alisema pale ni chama ilifanya nini? Ilipitisha. Kwa hivyo kama ilikuuma, pole, wacha ikuume zaidi, na bado itazidi kukuuma. Bwana Speaker, nikiendelea ya pili, na heko sana watu wa Siaya County wakiwa na gavana wao the working constitution James Orengo. Amukuficha Ruto, na in fact na heko au watu wote kusema Ruto must go. Hadi Ruto akakasirika akasema, kwa mnataka niende wapi? In fact hiyo imeambia hata Raila Odinga, hapo ni kwenyu Raila, bwana Raila. Lakini watu wako wanakuambia hawataki nani? Hawataki Ruto. Hiyo ni habari tosha ya kukuamisha ili utoke kwa hiyo bread base. Tumechoka na mkate. At least hata tupewe nini ngumu tukule sasa. Mkate tumechoka nayo. So Bwana Speaker, na eko sana Bwana James Orengo kitu ambaye alisema ya kwamba Kenya tuko na katiba na kuna mahali popote ambaye inasema mbunge aende ajipembeleze kwa rais ili rais akuje afanye 1 2 3. Kwa nini? Kwa nchi. Rais tumemweka kama CEO wa nchi. Yeye ndio inafaa aangalie hizi pesa zinafanya kazi gani na gani na gani. Si ati anaenda kulaunch classroom. Kazi ya MCA, eti the old president of the country anaenda kulaunch. Hiyo ni kazi ya aina gani? Hiyo inamaanisha nchi yetu hatuna kiongozi. Kiongozi ambaye tuko nayo amechanganyikiwa, ajui kazi yake na ajui kitu ya kufanya. So na hii inanipeleka tena kwa Bwana Otiende Amollo. Mheshimiwa Otiende Amollo, nataka kukuongelesha kama ndugu yangu mkubwa. Unajivunia ya kwamba ulitengeneza hii katiba. Na wewe ndio mtu wa kwanza kuambia William Samoei Ruto ati bwana rais, utujengee hii classroom, utujengee hii dining hall. Kwani hiyo ni kazi yake? My friend, fuata katiba vile ulitengeneza na unajua katiba inasema nini. Haifai ulambe matako ya mtu ndio akufanyie kitu. Tuko na sheria na sheria inafanya kazi. Katiba yetu inafanya kazi na inafaa ifanye kazi. So Bwana Speaker, inafaa tuelimishe wananchi ya kwamba rais ana uhuru yoyote ya kukuja
kutuambia ya kwamba eti akikuja kama Nairobi hapa ambaye tunaishi, eti akilaunch barabara hapa, eti ana launch ndio tumsupport. There is nothing like that. Hiyo ni haki yetu, sababu ushuru ni yetu. Ushuru ni akina nani? Ni yetu, si ndio tunatoa. Bwana Spika, nikimalizia tena tu maneno ya James Orengo. Hii bread based government ililetwa na vitu 10, 10 point agenda. Na hii 10 point agenda hatujaona hata moja ikifanywa ama ikianza kuimplementiwa. Hatujaona hata moja. Tunauliza Bwana Ruto, hii bread base yenyu ilikuwa muungani mkule nyinyi mkiwa hivyo, ama ilikuwa isaidie hadi mwananchi wa kawaida? Kuna watu ambaye waliabdaptiwa, bado wengine hatujui wako wapi. Kuna wale walikufa, na hata wacha hii kifo ya jana, hii ya juzi ya majenzi Sufuria movement, watu walikufa. Kunayo mtu yote ambaye anaongelea juu yao? So Bwana Rais, tunakuambia hivi, lazima 10 point agenda ifanye kazi. Isipofanya kazi, isipofuatwa, my friend, tunahitaji IBC itengenezwe haraka iwezekanavyo. Haraka sana. Hiyo ndio dawa yetu peke yake tumebaki nayo. Tunaingoja. Na 2027 sioni ikifika. So, ukiwa mjanja, tutengeneze hii IBC haraka. Ya mwisho nikimaliza, Bwana Spika, ya mwisho kabisa nikimaliza, in 1 minute. Kunayo watu ambaye ukiangalia au ndio watu ambaye ni kabila kabisa, ni watu wa ni wa tribalism kabisa. Tunasikia wanaanza kusema ya kwamba tunatengeneza maneno ya impeachment ya Natembeya, ati Natembeya anaeneza chuki. Natembeya haenezi chuki yoyote kwa nchi. Natembeya anaambia serikali ya Ruto ukweli. Na Bwana Cherargei, tunakuambia hivi, ukianza hiyo maneno, hebu kwanza ende uangalie kaunti yako. Kaunti yako kwanza, gavana wako anaskonda money left right center. Mbona muongelelei? Sababu ana support Ruto. Usijaribu kuongea maneno ya Natembeya. Na tunaambia Natembeya hivi, inject kabisa. Watu wa wakora wajulikane ukora yao yote. Na Ruto lazima aende nyumbani before 2027. Amen.